Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, mbunge wa viti maalum, sasa ulizo swali lake. Asante. Swali la Mheshimiwa mbunge linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuongeza majengo na hosteli vyuoni ili kuwanusuru wanafunzi wanaokutana na mazingira hatarishi hasa wa kike? Swali hili linatolewa majibu na Naibu Waziri Wanu Hafidh Amir. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 605 la Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa upatikanaji wa hostel ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha usalama, ustawi na maendeleo ya wanafunzi vyuoni, hususan wa kike ambao wakati mwingine hukabiliwa na mazingira hatarishi wanapolazimika kuishi mbali na vyuo. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa kuongeza na kuboresha miundombinu ya malazi katika vyuo mbalimbali nchini. Kwa mfano, kwa upande wa vyuo vikuu, serikali inaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ikiwemo mabweni mapya 13 yatakayokuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 6750. Hatua hii inalenga kuongeza nafasi za malazi ndani ya campus, kupunguza changamoto ya upatikanaji wa makazi na kuwawezesha wanafunzi kusoma katika mazingira salama na yenye utulivu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel na miundombinu mingine ya kujifunzia kadri ya upatikanaji wa fedha. Aidha, serikali inaendelea kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi na wadau mbalimbali kuwekeza katika ujenzi wa hostel na makazi rafiki karibu na vyuo ili kuongeza upatikanaji wa malazi salama yenye ubora na yanayokidhi mahitaji ya wanafunzi kadri idadi inavyoendelea kuongezeka. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipatia nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika, Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa kuhakikisha mazingira ya elimu kwa vijana wetu wa Kitanzania kwa ngazi zote mpaka vyuoni yanakuwa rafiki na salama. Je, serikali haioni haja sasa ya kutumia taasisi zake kama NSSF, PSSF, WHC pamoja na National Housing ili kuweza kushirikiana na vyuo katika ujenzi wa hostel? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya ya kufuatilia na kuhakikisha kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu wanakuwa katika mazingira mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa serikali inaendelea kubaini na kuendeleza fursa za ushirikiano zitakazosaidia kuongeza upatikanaji wa makazi salama yenye ubora na ya bei nafuu, serikali inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kufanya mazungumzo ya kuona kwamba taasisi hizi zinaweza kushiriki katika ujenzi wa hostel. Na kama alivyosema kwamba hata zile taasisi za serikali imekuwa ikifanya mazungumzo nazo, na taasisi ambazo wamezitaja tayari zimeshafanya uwekezaji katika miundombinu ya hostel katika vyuo mbalimbali ikiwemo UDOM na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kufanya mazungumzo kuona kwamba wadau mbalimbali wanajitokeza na kuwekeza katika vyuo vyetu hivi ili kuona kwamba wanafunzi wetu wapo katika mazingira salama na hususan wanafunzi wa kike. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge, tumefika mwisho wa kipindi cha maswali kutoka kwetu na majibu kutoka upande wa serikali. Kama ndio matangazo yaliyoko mezani, tunaanza na wageni leo bungeni asubuhi hii. Kwanza ni wageni waliokaa jukwaa la Spika. Tunao wageni 12 wa Mheshimiwa Bwana Ladislaus Kamoli mbunge ambaye ni familia yake kutoka wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Wageni wa waheshimiwa wabunge,
Wageni 6 wa Mheshimiwa Ridhiwani Mrisho Kikwete mbunge ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, ambao ni mashehe kutoka ofisi ya BAKWATA mkoa wa Manyara. Karibuni sana mashehe wetu wa mkoa wa Manyara. Tunafurahi kuwa nanyi hapa bungeni leo. Karibuni sana. Tunao mgeni wa Mheshimiwa Dr. Stephen Lemomo Kiruso mbunge ambaye ni naibu waziri wa madini ambaye ni rafiki wa familia ndugu Regan Nyoni kutoka wilaya ya Meru mkoani Arusha. Karibu sana mgeni wetu. Tunao mgeni wa Mheshimiwa David Makiposa Kienzile mbunge ambaye pia naibu waziri wa uchukuzi ambaye ni mpiga kura wake kutoka Mufindi mkoani Iringa. Karibu sana. Tunao wageni 29 wa Mheshimiwa Regina Ndagikwara mbunge ambaye pia naibu waziri ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, ambao ni wakuu wa shule za msingi wilaya Babati mkoani Manyara. Karibuni sana walimu wetu kutoka wilaya Babati, mnafanya kazi nzuri. Hongereni kwa kazi na karibuni sana bungeni. Mgeni wa Mheshimiwa Thomas Mgonto Kitima mbunge ambaye ni mchumi wa taasisi ya kichifu ndugu Salim Muhitu kutoka wilaya Ikungi mkoani Singida. Karibu sana. Mgeni wa Mheshimiwa Johannes Lembulung Lukumai mbunge ndugu Kinshuk Kandelwai, mdau na mtaalamu wa afya kutoka nchini India. Karibu sana bungeni. Tunao wageni watatu wa Mheshimiwa Muhsin Haji Usi mbunge ambaye ni waheshimiwa madiwani wa CCM kutoka jimbo la Malindi Zanzibar. Karibuni sana waheshimiwa. Wageni wawili wa Mheshimiwa Alan Thomas Mvano mbunge ndugu zake kutoka wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma. Karibu sana kwa bungeni. Tunao wageni 18 wa Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari mbunge ambao ni watendaji wa kata kutoka wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Karibuni sana watendaji wetu kutoka Kigoma. Tunao wageni 23 wa Mheshimiwa Profesa Pius Zebe Yanda mbunge ambao ni wakulima na wapiga kura wake kutoka wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma. Karibuni sana bungeni wageni wetu. Tunao wageni 29 wa Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo mbunge ambao ni wapiga kura wake kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Karibuni sana. Tunao wageni 15 wa Mheshimiwa Abbas Gulam Tarimba mbunge ambao ni waheshimiwa madiwani na watumishi kutoka ofisi ya mbunge jijini Dar es Salaam. Karibuni sana. Wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Tunao wanafunzi 83 na walimu 7 wa shule ya msingi St. Jude Tadeus kutoka Mtwaumbu wilaya ya Monduli mkoani Arusha. Karibuni sana walimu pamoja na wanafunzi wetu. Tunao wanafunzi 49 na walimu 7 wa shule ya awali na msingi Immaculate Heart of Mary kutoka wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Karibuni sana hapa bungeni. Nalo tangazo kutoka katibu wa bunge. Katibu wa bunge anatangazia mwenyekiti wa umoja wa bunge vijana Tanzania TYPC Mheshimiwa Zainab Osman Katimba anatangazia wabunge wote vijana wenye umri chini ya miaka 40 kuwa leo tarehe 16 Juni 2026 kutakuwa na mafunzo yatakayotolewa na taasisi ya uwekezaji wa maeneo maalum MTSEZA iliyopo chini ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji. Mafunzo hayo yatafanyika katika ukumbi wa Anna Makinda uliopo ghorofa ya 5 kuanzia saa 7 mchana mara baada ya kusitisha shughuli za bunge. Mafunzo hayo yatafunguliwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka na kufungwa na Waziri wa Mipango na Uwekezaji Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo. Waheshimiwa wabunge wote vijana mnaomba kuhudhuria bila kukosa. Tangazo lingine kutoka katibu wa bunge. Waheshimiwa wabunge, mnakumbusha kuwa Umoja wa Wabunge Wanawake Tanzania TWPG kwa kushirikiana na Shirika la Madini la Taifa STAMICO
wameandaa mafunzo kwa ajili ya wabunge wanawake kuhusu matumizi ya nishati safi ya Rafiki briquettes. Mafunzo hayo yatatolewa leo siku ya Jumanne tarehe 16 Juni 2026 katika ukumbi wa Peace Msekwa kuanzia saa 7 mchana mara baada ya kusitisha shughuli za bunge. Mgeni rasmi atakuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Wabunge wote wanawake mnaomba kuhudhuria mafunzo hayo muhimu bila kukosa. Tunaendelea. Katibu, hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka